Habari ndugu zangu, Share na wengine, hii story wajifunze. Kulikuwa na barabara moja nzuri iliyotumiwa na watu wengi kila siku. Ilikuwa nyororo, safi na yenye mvuto wa kipekee. Kila dereva aliyepita hapo alifurahia safari yake, akihisi utulivu na usalama wa barabara hiyo. Siku moja, gari dogo likapita kwa kasi sehemu moja ya barabara na kuacha ufa mdogo. Watu wakadhani ni jambo dogo lisilohitaji wasiwasi. Magari mengine yakaendelea kupita juu ya ufa ule bila kujali. Kadri muda ulivyoenda, ufa ule ukapanuka na kuwa shimo dogo. Dereva mmoja akapita kwa haraka na shimo likachimbika zaidi. Wengine waliona lakini hawakujali, waliendelea kupita, kila mmoja akiongeza mzigo wake juu ya shimo lile. Mvua ikanyesha, maji yakalipanua zaidi. Hatimaye, shimo likawa kubwa kiasi kwamba liligeuka bonde, sehemu isiyovukika. Magari yakaanza kulikwepa, madereva wakaanza kutafuta njia mbadala. Barabara ile nzuri ikasahaulika, ikawa ni sehemu ya historia. Hivi ndivyo ilivyo kwa maisha ya mwanamke. Bikira ni kama barabara safi, mtu mmoja anaweza kuivunja na kuacha alama. Wengine wakiona nafasi, wanapita bila kujali, wakiongeza ufa. Kadri wanavyoendelea, heshima inapungua, hadhi inashuka. Mwisho wa siku, anapozoeleka, wengi wanamtoroka, wakimwona si wa thamani tena. Lakini, je, kosa ni la nani? Ni la gari dogo lililopasua ufa wa kwanza? Au ni la magari yote yaliyokuja baada yake bila kujali? Au ni la barabara ambayo haikuweza kujirekebisha? Mwanamke anaweza kuamua kuwa barabara inayotunzwa, inayorekebishwa kabla ya shimo kuwa kubwa. Lakini pia, jamii inaweza kuamua kutomchafua kwa mzigo wa lawama pekee. Kwa sababu kila mtu anawajibika kwa njia anayopitia. Mtunzi ni Brovan Wandiba, the man himself. Asante.